Hujambo mtazamaji wa Suza TV pale unapotutazama, matumaini yangu ni mzima wa afya. Ni kukaribisha katika kipindi maalum kupitia Suza TV, na nikukumbushe tu ya kwamba tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026 mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alifanya uteuzi wa viongozi wa juu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, na miongoni mwa uteuzi huo aliweza kumteua makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, Profesa Saidi Ali Hamad Vuai aliweza kuteuliwa kuwa makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza. Na leo basi nimepata bahati hapa ya kuja kumtembelea ofisini kwake na kuja kuzungumza naye tuweze kumsikia kutoka kwake mingi ambayo ametuandalia. Basi naamini mtazamaji wa Suza TV utaweza kujifunza na kufahamu mambo mengi kutoka kwa profesa. Lakini kabla ya uteuzi huo alikuwa ni naibu makamu mkuu taaluma na ushauri elekezi wa Chuo Kikuu cha Sayansi kule Mbeya na Teknolojia, lakini pia aliweza kutumikia nafasi mbalimbali katika sekta ya elimu. Naam, karibu sana profesa. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, kwanza kabisa mtazamaji angependa kufahamu kupitia huu uteuzi ambao uliopata, labda umeupokeaje na utakuwa na manufaa gani kwa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza? Naam, karibu. Asante sana. Kwanza niseme nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa uteuzi ambao nimeupata, lakini kipekee pia nimshukuru mkuu wa chuo kwa kuniona, kwa sababu najua kwamba tupo wengi ambao tu wenye sifa, lakini wapo pia wenye sifa zaidi ya kwangu. Kwa hivyo kunipa heshima ya kwamba na mimi niwe miongoni mwa ambao nitatoa mchango wangu kwenye maendeleo ya Suza, mimi nachukulia kwamba hii ni heshima kubwa. Na uteuzi huu nimeupokea kwa unyenyekevu mkubwa kwa lengo la kuwatumikia Watanzania wenzangu na mahususi wana Suza wenzangu. Naam, kabisa. Profesa, nimejaribu kuangalia wasifu wako, uliweza kutumikia taasisi mbalimbali kule chuo cha Mbeya, lakini pia kule Dodoma, pia uliwahi kuwa mkuu wa College of Natural and Mathematical Science kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia ulikuwa ni mwanzilishi na ni mkurugenzi wa Dodoma Demographic Surveillance System iliyopo wilaya ya Chamwino, lakini pia ulikuwa ni mwanachama wa mtandao wa kimataifa wa African Research Interpretation Science and Education, na uliweza kushiriki katika tafiti mbalimbali nchini Italia, Spain, Uingereza na kadhalika. Pengine kupitia sasa uzoefu wako wa hizi taasisi ambazo umepita, labda pengine utaweza kuisaidia vipi Suza? Kwanza nishukuru kwa kusema kwa uchache kwamba kwa nafasi ambayo nimepewa inahitaji kama mambo mawili makubwa au matatu. La kwanza ni nafasi ya kuwa kiongozi wa taasisi ya elimu ya juu. Kwa hiyo maana yake kwanza unahitaji kuwa na leadership skills. Naam. Ambazo kama niseme nishukuru Mungu kwamba katika maisha yangu ya kufanya kazi kwenye vyuo vikuu nimepitia ngazi zote kabla ya kuwa hii nafasi ambayo nipo leo. Kwa maana kwamba ni kabla ya kuwa hapa nilikuwa DVC ACK ambayo inashughulika na mambo ya taaluma, tafiti pamoja na ushauri elekezi. Lakini kabla hapo nilikuwa kwa muda wa mwaka 1.5. Lakini kabla hapo nilikuwa Chuo Kikuu cha Dodoma ambapo nilikuwa rasi wa ndaki kwa Kiswahili au principal wa College ya Natural Mathematical Sciences kwa muda wa miaka 10. Lakini kabla ya hapo pia nilikuwa dean wa School of Mathematical Sciences kwa muda wa miaka 6 iliyoko ndani ya College ya Natural Mathematical Sciences. Lakini pia nishawahi kuhudumu kama mkuu wa idara kwa miaka 3
na pia nishawahi kuwa mhadhiri wa kawaida au senior lecturer. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba kwenye leadership nimewahi kupita kwenye nafasi zote, kama kuanzia mwalimu wa kawaida, lakini pia mpaka kufikia ngazi ile ambayo ilikuwa ni kabla ya hii ambayo nilionayo. Kwa hiyo nashukuru kwamba hata nikikwambia na kuongoza kitu fulani, maana yake najua, na kwa sababu mimi tayari nishawahi kupita kwenye maeneo hayo, kuanzia kwenye mfanyakazi wa kawaida. Lakini eneo la pili ni kwamba unahitaji kuwa wewe mwenyewe ni academician. Tunapozungumza academician, tunazungumza mtu mwenye sifa tatu. Ya kwanza ni mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kufundisha kama mwalimu, kwa sababu inaendana na zile training ambayo tunasema kwamba core business za chuo kikuu chote ya kwanza ni training. Kwa hivyo lazima uwe mwalimu ambaye, nashukuru Mungu kwamba nimefundisha kwenye level zote za undergraduate, nimefundisha vya kutosha kabisa, lakini kwenye postgraduate that means masters kufundisha, lakini nisimamia, lakini kwenye PhD pia nimeweza kusimamia wanafunzi idadi ya kutosha kabisa, ambao wengine washafikia kwenye level mbalimbali za kiacademia, lakini na pia za kiongozi. Kwa hiyo niseme sifa ya pili hiyo ya kuwa academician pia nao kwenye eneo la ufundishaji, lakini kwenye kufanya research kama profile yangu tuseme nimefanya research vya kutosha kabisa katika na kushirikiana na watu mbalimbali na research mbalimbali zenye level tofauti, yani zile za ndani ya nchi lakini na nje ya nchi na za kimataifa kabisa. Kwa hivyo kwenye eneo hilo pia nako siko mbali sana, naweza cha kuchangia chochote namna gani ya kumtengeneza mtu akawa research kabisa. Lakini pia kwenye ushauri elekezi nao pia nimefanya. Kwa hivyo ukizianganisha sifa hizi zote, nadhani kuna kitu ambacho naweza nikachangia kwenye maendeleo ya SUZA kabisa. Naam, sawa, asante sana na hongera sana Profesa. Na sasa ningependa kufahamu kupitia hizi siku 100 za uongozi wako, pengine mambo gani matatu makuu ambayo utapenda uanze nayo? Kwanza niseme jambo la kwanza ambalo nitatamani nianze nalo ni kuielewa vizuri SUZA. Naam. Nielewe vizuri, kwa maana kwamba nitatumia muda huu kwa kwamba nielewe academically, socially, infrastructurally, ili niweze kwanza kuziweka kwa uzuri zile opportunity ambazo zipo SUZA, lakini niweze kujua challenge ambazo SUZA inakabiliana nayo. Alafu baada hapo ndio naweza kuja na mikakati. Lakini mikakati yangu kwanza ni kuhakikisha kwamba tutakuwa na SUZA ambayo ina programs zinazoendana na soko, lakini pia tutakuwa na SUZA ambayo itakuwa na idadi linganifu ya wafanyakazi wote ambao academic staff, lakini pia na wale administrative staff, lakini pia tutaona namna ambavyo tunaweza kuboresha quality ya zile service ambazo tunazitoa. Maana tukizungumza hapa service ya quality ya service ni tunazungumzia zote zile teaching, lakini tunazungumza kwenye eneo la research, lakini pia tunazungumza mambo ya consultants, tuhakikishe kwenye ubora. Kwa sababu naamini kwamba kwenye mazingira kama ya kwetu, kwa neno ubora inabidi iwe ndio msamiati wetu. Kila mmoja miongoni mwetu anahakikisha kwamba anazungumzia ubora kabisa. Naam, asante sana Profesa. Pengine kwa hawa wanafunzi ambao kwa sasa chuo kinawaandaa wanafunzi wanaosoma SUZA, pengine sasa utahakikisha vipi wanafunzi wanaotoka hapa wanaendana na ile soko la ajira? Ndugu mtangazaji, ni swali zuri la hilo, ndo lengo kabisa. Kwanza la kuhakikisha kwamba graduate ambao tunatoa wanakuwa wanaendana na soko la ajira, au kwa maana nyingine tunaita kwamba market ready graduate.
na hii inaweza kuwa na maeneo matatu au manne makubwa. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na curriculum ambayo inaendana na matakwa ya soko, kwa maana kwamba curriculum zetu design vizuri, ambazo tunajua wote namna ya kwamba kutengeneza curriculum tuna njia tofauti tofauti ambazo tunazipitia, lakini moja ni namna gani ambavyo tunawashirikisha wale wadau, au kwa maana nyingine hiyo soko la ajira, wadau wa ajira. Na hawa tunawashirikisha kwa katika eneo kama 3-4. La kwanza ni eneo lile wakati tunataka kwanza kuchukua maoni yao, wakati ambapo kwamba sisi tuna develop curriculum mpya au tunapozifanyia marejeo zile curriculum zilizopo. Kwa hivyo kwanza tunachukua maeneo yao kama na kuangalia ni vipi au ni kitu gani ambacho wao wanatamani, skills gani ambazo wanatamani wa graduate wetu wawe nazo. Na la pili, baada ya kuchukua yale maoni yao, tunakuja kuyafanya kazi, kuangalia namna gani ambayo tunaweza kuyatengeneza ili tuweze kuwafundisha wanafunzi na waweze kutoka na zile skill ambazo soko la ajira linazihitaji. Halafu baada ya kumaliza hapo, tunakutana nao kwenye mkutano ambao unaitwa ni mkutano wa wadau, ili watupe mrejesho kwamba kile ambacho walikisema kwamba wanatamani kiingizwe kwenye mtaala wetu, basi je, tumekiingiza? Baada ya kuona kwamba tukakubaliana na kwamba kweli tumekiingiza, maana yake tunamalizia kwa kupitia mchakato wa vyuo ndani ya chuo, kwa maana ya kwamba kwenye vile vikao mbalimbali, kuanzia kwenye department, kuja kwenye school, kuja kwenye senate, alafu then tunaipeleka kwenye ule wetu ambaye ni tume ya vyuo vikuu. Baada naye kufanya mchakato na kaona kweli kilichopo kinakidhi soko la ajira, then anaturuhusu. Kwa hiyo ni la kwanza, lakini la pili ambacho kwamba ni eneo la muhimu ni namna ambavyo tunasema kwamba delivery mode. Tuna deliver vipi ule mtaala wetu? Unaweza kuwa na mtaala mzuri, lakini kama hujaudeliver inavyotakiwa, pia inaweza ikawa ni changamoto. Kwa hiyo kwamba tutahakikisha kwenye kipindi tunachokwenda nacho sasa hivi cha wanafunzi wetu kwamba wanapata kile ambacho tumewaahidi. Na kitu cha muhimu ambacho nawaahidi kwenye mtaala, kuna kitu ambacho kinaitwa expected learning outcome. Na hizi zimegawika kwenye maeneo mawili. Kuna eneo la kwanza kwenye program expected learning outcomes, alafu kuna course expected learning outcomes. Hile ndio inamuonyesha mwanafunzi atakaposoma programu hii atakuwa na ujuzi wa aina gani, na huo ujuzi pia umewezwa kuainishwa katika vipengele tofauti tofauti. Kuna ile knowledge based expected outcome, lakini kuna skill based. Hizo zote zimeainishwa very clearly, kwa maana kwamba kwenye knowledge utaweza kufanya hii hapa, kwenye skills utaweza kufanya hii hapa, na kwenye competence utakuwa na uwezo hiyo. Kwa hivyo la kwanza ambalo tutafanya ni kuhamasishana kwanza walimu sisi wenyewe kwamba wajue kwamba unatakiwa kumfundisha mwanafunzi ili awe na hizi skill. Lakini la pili, tutampa mwanafunzi mwenyewe aweze kujua kwamba hichi ndicho ambacho wameniahidi kama SUZA kwamba nitakipata endapo na mimi nitatimiza masharti yangu. Kwa hivyo ukiangalia kwamba zile sisi kama walimu tutakuwa tunajua nini tunatakiwa tumpatie, lakini na customers wetu ambaye ni mwanafunzi naye tutampa uhuru ajue na awe na uwezo wa kusema kwamba kile mnachoniahidi mbona mimi sikifikii, ili tupate fursa ya kuimprove zaidi. Kwa hivyo hilo ni eneo ambalo litamfanya kwamba mwanafunzi, lakini wakati tunafanya delivery hiyo, maana yake ni kwamba tutatumia njia tofauti tofauti. Ya kwanza ni kumfundisha ili aweze kuwa na ile knowledge ya kile kitu ambacho kitaka. Ya pili ni kumpa ile practical skills ambazo kuna nyingine zitafanyika hapa ndani ya chuo, lakini kuna nyingine ambazo zitafanyika kwenye industry ili kumpa apate uzoefu wa kule kwenye mazingira ya ajira, kwamba kule wanataka nini, wana behave vipi na namna kama hiyo. Kwa hivyo lakini kingine ambacho tuta insist kwenye delivery yetu ni namna ya kutumia kwamba hao tunaziita kwamba ni guest lectures. Kwa maana mtu ambaye
yeye ndiko kwenye industry yake, Ndiyo. anafanya kila kitu, apate uhuru wa kuja kuwaeleza vijana wetu kwamba kwenye industries ni skill gani na skill gani ambazo unapata. Lakini kitu cha muhimu ambacho tutaki emphasize kama SUZA, kwanza ni kumpa uelewa mwanafunzi kwamba hapa amekuja sio kuchukua cheti tu, ni kwamba kujifunza ujuzi ambao utamsaidia aweze kuajirika, awe na uwezo wa kujiajiri, lakini pia kama hataki angalau awe na uwezo wa kuongeza thamani ya zile kazi za familia. Na hii inawezekana kirahisi kwa sababu ya kwamba kama mwanafunzi utaanza kumpa hiyo knowledge mapema, na tuna vitu vingi vya kufanya. Moja ambacho tunasema kwamba ndio ile na academic advisor, lakini kwetu hatutaki kuifanya academic advisor ile ambayo imezoeleka ya kumshauri anapokuwa na social problem, lakini tunataka tufanye career guidance academic advisor, kwa maana kwa mwanafunzi anapokuja, wewe umekuja kusoma programu ya tourism, au anajijua kwamba anataka kuwa nani. Kwanza define malengo yake, kwamba lengo langu mimi labda nataka kuwa nani. Na baada ya kuwa anataka kuwa nani, hebu tafuta role model wako ni nani. Halafu kwenye kipindi kile cha miaka mitatu ambao utakuwa hapa, iwe ni kipindi ambacho wewe unatafuta ile ndoto yako ya kuwa nani na kuwa kama nani, kwa kupitia zile facilitation ambazo utakuwa unazipata hapa. Hivyo hivyo kama umeamua lengo lako wewe ni kujiajiri, ina maana tukusaidie wewe kwa kwanza ujue nataka kujiajiri, uwe kujiajiri katika maeneo yapi, na wewe tuweze kukufacilitate uwe kuweze kufikia yale malengo yako, na kama inawezekana uanze kupractice kile ambacho unatamani kuwa wakati ukiwa chuoni. Unapomaliza tu pale, maana yake ni kwamba wewe hauendi kuanza upya, unakwenda kuendeleza kile ambacho tayari ulishakianza kukipractice ukiwa chuoni. Naam, naam, asante sana Profesa kwa maelezo mazuri kabisa. Profesa, kwa sasa kama unafahamu ya kwamba tupo katika teknolojia hii, tunasema kwamba akili unde. Sasa hivi dunia ipo katika haya masuala ya akili unde. Pengine ningependa kufahamu kupitia uongozi wako sasa Profesa, labda pengine umejipangaje kuhakikisha ya kwamba wahadhiri na wakufunzi lakini pia wanafunzi wote kwa ujumla yani hawatakuwa nyuma na haya masuala ya teknolojia ya akili unde. Asante sana. Kwanza mimi niseme tu sio kwamba akili unde, lakini kama SUZA tutakuwa na mikakati ya kuwawezesha walimu wetu na wanafunzi wetu kwenye hizi ambazo tunaziita emerging technology, kwa sababu leo tunazungumzia akili unde, lakini kesho najua tutazungumzia kitu kingine kabisa ambacho pengine itakuwa ni advancement ya hiyo akili unde au kimezuka kutokana na maendeleo ya teknolojia tofauti tofauti. Sasa kupitia na skuli yetu ile ya continuing education, itakuwa lazima kutakuwa na program maalum ambayo ya kuwapa ujuzi walimu wetu kwenye any emerging technology ambazo zinakuja. Kwa hivyo tutaemphasize kwamba walimu kwanza waijue akili unde vizuri, namna ya kuitumia na namna ethical way ya kutumia akili unde. Kwa hivyo ile itakuwa first. Kwa hivyo tutaamini kwamba walimu wakijua, maana ni kwamba watakuwa na uwezo pia wa kuwasimamia na pia wa kuwafundisha wanafunzi matumizi ya akili unde, tena ya matumizi bora. Na sitaki tu kwamba tumalize kwenye kutumia, tunatakiwa pia tujihusishe kwenye kufanya tafiti za akili unde, na kama inawezekana ifike siku na sisi tunatengeneza program zetu za artificial intelligence ili kuweza kuhakikisha kwamba yale mazingira yetu, context ya Kizanzibari na Kisuza na Kitanzania Kiafrika inakuwa ni sehemu ya yale maisha ya akili unde makubwa ambayo yanaendelea juu, kwa sababu tunaamini kwamba kama na sisi tukiwa ni contributor ya content, tukiwa contributor ya maudhui, tukiwa na contributor ya zile technology, hapo ndio tunaweza tukachukua nafasi yetu kabisa ya SUZA kwamba sisi ni kichecheo cha mabadiliko ya jamii. Naam kabisa. Naam, sasa pengine Profesa, je,
ushirikiano sasa na vyuo vingine vya nje, pengine nje ya Zanzibar na nje ya Tanzania kwa ujumla, pengine labda hapa hili jambo unalizungumziaje kwa SUZA? Kwanza niseme kwamba katika dunia ya leo elimu nayo ni bidhaa. Naam. Na tunapozungumza chuo chochote, ndio manake chuo by definition, chuo kikuu ni kitu ambacho tunaita university from universal kabisa, kwa maana kwamba ni kitu ambacho kiwe kinatambulika kimataifa kabisa. Na huwezi kusema kwamba unatambulika kimataifa bila ya kujua kwamba wenzako wanafanya nini. Ufundishwaji kwenye level ya kimataifa unafundishwaje specifically kwenye hii mabadiliko ya kiteknolojia kila siku. Kwa hivyo suala la ushirikiano ni suala ambalo sio la hiari tena kabisa, ni suala la lazima, na kwa sababu hii itatusaidia kwanza kujifunza kutoka kwa wenzetu wapi wapo, ili tujue na sisi tunatakiwa kwenda kwa spidi gani, ili tuhakikishe kwamba either tunawafikia au kuwapita zaidi. Lakini jingine pia, hata msemo wa Kiswahili unasema kwamba kama unataka kwenda mbali, nenda na wenzako kabisa. Ukitaka kwenda haraka, nenda peke yako. Kwa hiyo maana yake hii inatulazimisha kwamba tunalazimika kuwa na mashirikiano. Kwa hivyo mashirikiano ni katika ajenda ambayo tutaichukua, lakini vizuri kwamba kwenye mashirikiano hayo si kwamba tutachukua kama ni ajenda tu, lakini tutachukua tukiwa na agenda very specific. Ni nini ambacho tunataka kama SUZA tukipate kwenye mashirikiano yale kabisa. Lakini pia kuhakikisha kwamba kila tunayeshirikiana naye atakuwa na uwezo wa kutusaidia kufika yale malengo ambayo tunataka, lakini hii iweze kutusaidia kuboresha zile core business zetu ambazo tunazo za kufundisha, kufanya research, lakini pia na kufanya consultancy. Lakini eneo kubwa la kuhakikisha kwamba tuna promote visibility ya SUZA katika kimataifa kabisa. Asante. Profesa, kwa sasa Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA kipo katika kipindi hiki cha kusajili wanafunzi wapya, yani kudahili wanafunzi wapya. Na kwa taarifa ambazo nimezipata, nilikuwa nikifuatilia kwamba kwa sasa pengine kwa sasa hivi zaidi ya wanafunzi 7,000 wameshaomba. Pengine ningependa kufahamu, je, mazingira ya chuo, kampasi zote za SUZA, je, ni rafiki kupokea wanafunzi hao au zaidi ya hao? Ni kurekebisha tu, mpaka jana naam, ambao tunafunga dirisha la udahili, ambao wameomba ni zaidi ya 10,000. Kwa hivyo kwanza tunashukuru Mungu kwamba Watanzania wa Zanzibari wanaendelea kukiamini chuo chao. Naam. Na niseme tu kwa mazingira yaliyopo yana uwezo huo, lakini kwa sababu kwanza si kwamba tutachukua wote 10,000 kabisa, ni kwamba tutachungua kulingana na ile capacity yetu kama ambavyo zimepata approval na yule regular wetu ambaye ni TCU. Kwa hivyo hiyo ndio idadi ambayo tunafikiria kwamba tuichukue, lakini niseme tu kwenye miundombinu, tuna miundombinu yetu ambayo ina uwezo kusupport hiyo. Lakini zaidi ya hapo niseme tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar kwa kupitia mradi wa wanaita Higher Education for Economic Transformation, yani elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Sisi kama SUZA pia na sisi ni wafaidika, na tumepata majengo mawili ambayo kuna jengo hilo la lab complex, lakini pia tuna jengo hili la agriculture. Haya majengo yatasaidia sana kwa sababu kwenye ile eneo ambalo nimesema kama tutasisitiza kwenye mambo ya ufundishaji wa vitendo, hilo jengo la lab complex lina maabara za kutosha kabisa zote za basic science na applied ambazo wanafunzi wetu wataweza kujifunza zaidi. Lakini mbali ya hivyo kuna vifaa pia kwa mradi huo. Kwa hivyo uwepo wa majengo hayo yataongeza space kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ukiacha hapo, nashukuru pia serikali ya awamu ya 8 ya Zanzibar nayo inatusaidia kuweka mazingira vizuri zaidi, kwa sababu kuna mradi wa ujenzi wa dahalia za wavulana, lakini pia ujenzi wa dahalia ya wasichana. Ziko katika hatua tofauti tofauti, lakini tunategemea ndani ya financial ya huu
basi zitaweza kumalizika na ziweze kutumika ili kuweza kutoa fursa zaidi. Naam. Lakini ukiacha hilo, pia kuna mradi wa Badea ambao pia tunashukuru Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kutupa hiyo fursa ya kupata huo mradi huo, ambao huo utakuwa unajenga infrastructure mbalimbali ambayo ina include jengo la utawala, kuna skuli ya educations, kuna viwanja, kuna student centers itafanyika hapo. Kwa hivyo ni mingi, lakini mbali ya hapo pia kuna mradi mwingine ambao wa kujenga ile institute yetu ambayo tunaita Institute of Maritime Science IMS kule kwenye kampasi yetu ya Betras, na hiyo pia itajenga kule. Kuna workshops zinajengwa, kuna administration block zinajengwa, kuna madarasa yanajengwa, kuna swimming pool. Kwa hivyo vyote hivyo vitaonyesha kwamba kumbe tutakuwa na facility pengine zaidi ya yale ambayo kwa hawa wanafunzi. Ukiacha hapo, tunashukuru pia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imetupa pesa kwa ajili ya kukarabati yale majengo yetu ya Nkrumah. Pale yote yanafanywa ukarabati, nategemea kwamba ndani ya kama mwezi wa 9, 10 hivi yatakuwa yamekamilika. Kwa hivyo ukiziangalia zote kwa ujumla wake hapo, utaona kwa mazingira ya kujifunzia kwa SUZA ni mazuri na yana uwezo wa kuaccommodate hii demanding, na tunajua bado kuna juhudi nyingine mbalimbali za serikali ambao la kutuwezesha kupata more infrastructure, kwa sababu tunachojua kwamba SUZA ni chuo kikuu cha taifa. Na kama ni chuo kikuu cha taifa, maana yake lengo na madhumuni yake ni kuwa kama ni kichocheo cha maendeleo kwenye maeneo yote. Kwa hivyo reflection ya SUZA inatakiwa iwe inaendana na reflection ya population growth, kwamba kila population ya Zanzibar inapoongezeka, maana yake kinatakiwa na SUZA pia nayo ikue kwenye aspect zote, kwenye idadi, lakini kwenye number of programs ambazo na relevance za hizo programs zote. Kwa hivyo bado kuna initiative nyingi ambazo zinaendelea serikali ambazo za kuifanya kwamba SUZA ikue zaidi na iweze kufanya yale majukumu yake ya msingi ya kuchangia kwenye uchumi wa Zanzibar. Naam, asante sana. Profesa, kama tunafahamu ya kwamba wahadhiri na wafanyakazi ndio msingi wa mafanikio ya chuo. Pengine kupitia hapa sasa, kupitia wafanyakazi na wahadhiri, pengine je, umejipangaje kuendelea kuwawekea mazingira rafiki na salama katika utekelezaji wao wa kazi? Kwanza nishukuru kwamba ni kweli kama ulivyosema, tunapozungumzia higher learning institution kama hii hapa, tunaweza tunaikategorize kwamba hii ni taasisi ambayo inatoa huduma. Na taasisi yote ambayo inatoa huduma, maana yake human resource ndio muhimu sana. Na industry hii ilivyo ni kwamba mashine ni akili na raw material ni akili. Maana kama raw material ni akili za wanafunzi, mashine ya kuprocess ni akili za wanataaluma, halafu tunatoa product yetu pia ni akili ambayo ni akili iliyoboreshwa yenye kulishwa utaalamu na ujuzi ambao hiyo tunaita graduate wetu. Kwa hivyo hapa katika mazingira haya unaona kwamba ni muhimu sana kuhakikisha kwamba mazingira ya wafanyakazi yanaboreka. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunafanya kwa jumla, lakini la kwanza haya mnasema kwamba majengo yanokuja, manake hayo yataleta more space kwa ajili ya kuwa zile nafasi, ofisi za kufanyia kazi zinakuwa ni nzuri zaidi, na mtu aweza kufanya kazi kwa ajili kwa kadri ambavyo yeye anaweza na kuleta output nyingine. Lakini nyingine ambayo ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza maabara zenye vifaa ili mtu aweze kufanya kazi. Nimesema kwa kuna mradi ule wa Badea, lakini moja katika nyingine pia ni kujenga nyumba za wafanyakazi. Kwa hivyo kama wafanyakazi watakuwa ndani ya hapa, maana yake watakuwa na uwezo, mtu anaweza kufanya kazi mpaka saa 4 usiku. Na actually hayo ndio mazingira ya chuo kikuu. Chuo kikuu unafanya kazi muda wote. Kwa hivyo hayo ni mazingira ya tuseme kwamba kwanza maofisi yanakuwa vizuri, lakini tunategemea kwamba yakimaliza mradi huo ya nyumba, lakini hata zile teaching facilities tunaziboresha, na tunataka kwamba tutumie zaidi ufundishaji wetu uwe unatumia kiteknolojia, yaani ujihisi kwamba
wewe unakuja kazini una furaha kwa sababu unafundisha kwa kutumia teknolojia. Yani kwa watu tunapozungumzia mambo ya access ya higher learning, moja ni matumizi ya teknolojia. Kwa hivyo ni katika eneo ambalo tunaliboresha ili tuweze kuwa na more smart class. Natamani kwamba kila majengo ambayo tunajenga kuwe na smart class nyingi, tuwe na hizo smart board, na tuwe na simulators za kuwafundishia ili ufundishaji uwe ni mzuri zaidi kwa walimu, lakini pia na kwa wanafunzi kwa ujumla. Lakini tunaamini kwamba na mengine yakifanyika haya, maana yake ataweza kuongeza hata kipato kwa wanafanyakazi mmoja mmoja, lakini pia na chuo kwa jumla, ili uweze kutengeneza mazingira ambayo kila mtu atafurahia kufanya kazi kabisa. Pengine je, kwa upande sasa wa wanafunzi, pengine umejipangaje kuhakikisha ya kwamba zile changamoto za wanafunzi zinatatuliwa kwa wakati na mambo yanazidi kuwa mazuri? Tunajua kwanza taasisi kama nataka kuendelea, kwa taasisi yoyote ni lazima ikubali kupata feedback au mrejesho, maoni kabisa. Na maoni ya namba moja ambayo yatakuwa ni mazuri ni yapate kutoka kwa wadau wako kabisa. Na chuo kikuu, wadau namba moja ni wanafunzi kabisa. Kwa hivyo kuna namna nyingi ambayo wanafunzi maoni yao yanaweza yakaletwa, yakatufikia na yakatutuliwa. La kwanza, wanafunzi tumetoa uhuru wa kuwa na serikali yao. Naam. Kwa maana kupitia serikali yao wana uwezo wa kuyatafuta yale changamoto yao yote na kuyawasilisha kwa kutumia serikali yao kabisa. Lakini nyingine, kwenye vikao vyote vya maamuzi, wanafunzi ni wao nao ni wajumbe. Kwa hivyo wanakuwa na uwezo wa kuyapeleka formally yale changamoto zao ili tuweze kuzitatua kabisa. Lakini ukiacha hivyo, pia kama Vice Chancellor na uongozi kwa ujumla unatoa fursa kwamba milango iko wazi kwa muda wote, either anaweza kama wanafunzi mmoja mmoja au ikawa serikali, basi anaweza kuleta maoni yake namna gani changamoto zilizopo ili tuweze kuzitatua na kuifanya SUZA iwe bora zaidi. Lakini mbali na hivyo, pia tuna sanduku la maoni ambayo mtu anaweza akatoa pale, lakini pia tunatengeneza mfumo ambao wa kielektroniki ambao tunaita kwamba zungumza na Vice Chancellor. Kwa hivyo moja kwa moja huko anaweza akaupeleka maoni yake, na tutajaribu kutumia teknolojia hata kama unataka usiri, inakuwa na uwezo wa kudistort ile sauti yako ili sijuike. Lengo na madhumuni, tunataka ile message kwamba nini ambacho unafikiri kinaweza kusaidia kuboresha au ni changamoto gani ambayo inakukwaza na uwezi kufikia yale malengo yako. Kwa hiyo lakini pia tuna siku tumeweka ile ya Ijumaa, kuanzia ile sio kwa wafanyakazi tu, tunazungumza ni kwa ajili ya SUZA community. Whenever you think kwamba kuna kitu cha sio lazima uje na matatizo tu kabisa. Hata ukija na mambo mazuri pia unaruhusiwa. Ukija na lile, kwa sababu tunaamini kwamba SUZA ni ya kwetu sote na sisi ndio wenye jukumu la kuijenga hiyo SUZA. Kwa hivyo tukishirikiana kwa pamoja, mimi naamini kwamba kwenye miaka michache unaokuja, kwa hivyo kwamba SUZA itakuwa ni sehemu bora kabisa ya kufanya kazi, na yenyewe kitakuwa ni chuo kikuu bora kabisa ambacho hutotamani kwamba wewe hata umisi kukikosa hata siku moja. Naam, kabisa. Pengine kwa mtazamo wako Profesa, unadhani ya kwamba pengine SUZA inaweza kuwa ni injini ya maendeleo kwa Zanzibar katika sekta ya utalii, uchumi wa bluu na hata tehama? Yani sio nadhani, yani inapaswa kufanya hivyo. Ndio jukumu lake la msingi kabisa. Kama utauliza kama serikali kwa nini imeanzisha chuo hichi, basi lengo lake la kwanza tusema ni hilo, ni kwamba iwe na uwezo wa kuchangia kuwa injini ya maendeleo wa Zanzibari kwenye maeneo yote. Na kama utalifaa vizuri, maana yake inaitwa the State University of Zanzibar kabisa. Kwa maana jina lake hilo, maana yake ni kwamba inatakiwa iwe ni chuo ambacho comprehensive na kiwe uwezo wa kuishauri serikali kwenye maeneo yote ambayo ya kimaendeleo, ya kiteknolojia na ya kijamii.
Kwa hivyo hapo ndo wajibu wake, na kama itakuwa haijafikia malengo hapo, maana yake SUZA haijafikia yale majukumu yake ya msingi. Kwa hivyo tunakotaka kuenda na SUZA ambao tunaitamani ni ile SUZA ambayo serikali inapokuwa na changamoto, serikali inapokuwa inataka kufanya kitu, ione kwamba sehemu yangu ambayo nataka kupata yale mawazo, nataka kupata yani ile focus ya miaka 20, 50 au 100 mbele, naende nikakute wataalamu ambao wako Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA na waweze kwenda. Kwa hivyo hiyo, kama umezungumza masuala la eneo la teknolojia, nafikiri hilo niseme kama sio kudhani, ni wajibu wetu. Kwenye eneo la uchumi wa buluu, sio kudhani, ni wajibu wetu. Naweza kuiona kwamba hiyo Institute ya Maritime Science manake studies, maritime studies manake ni kwamba hiyo ndio jukumu lake la kuona vipi wanaweza kucontribute kwenye kuchagiza uchumi wa buluu. Kwenye na maeneo mengine yote ambayo ya utalii, tuna skuli dedicated ya utalii, na lengo lake ni kufanya hivyo, kufanya tafiti, kufundisha, kwa sababu katika nchi yote ile human resource ndio kila kitu kabisa. Ndio kila kitu. Juhudi zote ambazo tunazifanya kama nchi, kama hatuna watu ambao wamefundishwa vizuri, wameiva vizuri, basi hizo sustainability yake itakuwa changamoto. Leo tunaweza tukawa na vitu vizuri, lakini kesho na kesho kutwa tukashindwa kuvimanage, tukashindwa kuviendeleza kwa sababu hatukutayarisha watu. Kwa hivyo swala la maendeleo yote inatakiwa iendane na utayarishaji wa watu ambao watakuwa na uwezo wa kuziendeleza yale maendeleo na kuleta maendeleo mapya na mapya. Kama nausema kwamba maendeleo ni dynamic. Leo unaoliona maendeleo sio maendeleo tena. Zamani ukiwa na barabara tu unaona kama nzuri, lakini sasa hivi unaona kwa lazima kuna sehemu uwe na flyover, ile barabara iwe na maendeleo, unaona kama ni changamoto kwa sababu foleni yako inakushinda kwenda. Kwa hivyo watu ambao watakuwa na uwezo wa kuwa na focus hiyo kwamba tunakwendaje kwenye miaka 20, 50 mbele, tunatakiwa kuwe na nini na nini na nini kwenye maeneo yetu ili iendelee kubaki na Zanzibar yenye uchumi endelevu na unaokuwa na uweze kukamilisha na kufikia yale matarajio ya kila Mzanzibari mmoja mmoja. Naam, asante sana. Tumalizie sasa swali la mwisho. Pengine una ujumbe gani wa kuwaambia wahadhiri, wakufunzi, wafanyakazi, wanafunzi na mtazamaji na watu wote kwa ujumla? Naam. Mimi niwaambie tu kwamba SUZA ni ya kwetu. Sisi ndio twenye haki ya kuiendeleza SUZA. Na tunakokwenda tunataka tuitengeneze SUZA ambayo ni ya SUZA shindani, ambayo itakuwa na uwezo wa kushindana na vyuo vyote vya duniani. Kwa hivyo niwape moyo kabisa, na kwanza tufanye kazi kwa pamoja, kwa ushirikiano, tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi tukijua kwamba tunajenga chuo chetu. Tukiwa na hiyo kwamba ndio filosofia yetu, la muhimu ambalo tunapenda kusisitiza kwa kila mmoja wetu wajue kwamba tunapofanya kazi tujue tunafanya kazi kwamba kitu cha mbele cha kuweka ni quality kwa kila eneo. Wewe kama unafagia, wewe unafikiria unaimba nyimbo yako ambayo inakupa moyo wa kuendelea kufagia, unafikiria quality ya kwamba huu usafi ambao unaufanya hapa chooni unaendana kweli na chuo kikuu ambacho tunataka kiwe ni shindani kabisa. Hivyo unayofundisha darasani ujue. Hivyo wanafunzi pia. Wanafunzi ni stakeholder muhimu ambayo ninachowaomba kwamba wajue kwamba kipindi chao nilichokuja hapa ni kipindi cha kujifunza na kuchukua maarifa. Kwa hivyo wasikubali kuondoka hapa bila kuyapata maarifa. Kwa namna yote pale tusaidiane kama uongozi, tusaidiane kama wahadhiri kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapata maarifa wanayotaka ili na wewe waweze kwenda kuisaidia jamii kwa ujumla wake. Nikushukuru sana Profesa. Mtazamaji wa SUZA TV, huyo ndiye Profesa Said Ali Hamad Vuai ndiye ambaye nilikuwa naye hapa